Ni taarifa za hivi sasa ambazo zinatufikia usiku wa leo katika meza yetu ya habari, kulingana na wezi wawili ambao inaaminika walipata kutokomea na kitita cha shilingi milioni 94 kutokea katika kampuni ya Wells Fargo, ambayo ni kampuni ambayo inajihusisha na ulinzi na pia inajihusisha na usafirishaji wa hela za makampuni mengi hapa nchini Kenya. Hivyo pesa zilizopata kuibiwa na watu wawili, ambapo mmoja wao alikuwa komanda wa kikosi kilichokuwa kikisafirisha na mwingine alikuwa ni dereva. Lakini taarifa za hivi sasa zinatuarifu kwamba mmoja kati ya wale ambao walipata kuiba pesa hizi amepata kutiwa mbaroni na maafisa wa DCI akila bata na kuenjoy maisha kule katika eneo la Busia. Taarifa hizi zimepata kuvujishwa kupitia kurasa za kijamii za Twitter, ambapo ni kati ya taarifa ambazo kwa sasa zinagonga vyombo vya habari na kuweza kuwasisimua Wakenya kupitia mitandao ya kijamii. News Justin, one of the Wells Fargo workers who evaded with a rip-off of 94.9 million has been arrested at the Busia border while drinking at a local joint. Huyu mtu aliiba 94.9 million alafu akaenda tu hapa Busia. Questions that Kenyans are asking. Yeah, ni kati ya story ambazo zinaendelea kuvuja mitandao ya kijamii kwa sasa, as many people try to figure out what really happened. Now, Silas Baruki says a perfect plan for the Wells Fargo duo who disappeared with whopping 94 million quick money. Number 1, act normally and take short border rides from crime scene. Number 2, travel to border towns using short matatu rides at night. Number 3, cross to Uganda or South Sudan. Number 4, settle in rural towns. Yeah, hii ni kati ya mambo ambayo they are being advised on what to do. Yeah, it has been the thing that has been trending all day in regards to Wells Fargo. Ila kwa sasa tunaambiwa moja kati ya wale ambao walipata kuziiba zile pesa amepata kukamatwa na maafisa wa DCI. Yo, unakamatwa ukiwa unakunywa keg na unakamatwa kwa joint ya keg na umeiba 94 million. You people are jokers by the way. Na ambaye amepata kukamatwa ni ambaye alikuwa dereva, ndivyo inaaminika. Yule ambaye ndiye komanda bado amekwepa mitego ya polisi na bado hajatiwa mbaroni. Kumbuka, if they stole 94 million watagawana, I think 47 million. Ndivyo mambo yalivyo kwa sasa. Tuungane kwenye video zijazo. Jina langu ni Felix Mwandanai, ni FM Show KE.